Mtazamaji na mfuatiliaji wa Afya 102, karibu katika kipindi cha leo. Nimeandaa mada maalum hii kwa ajili ya wazazi ambao wanapata changamoto watoto wao wanakosa hamu ya kula au wanakataa vyakula. Na hii inaweza ikawa inaambatana na changamoto mbalimbali ikiwemo kupungua uzito, watoto kupunguza uwezo wa kucheza na kuchangamka. Sasa katika kipindi cha leo nimekuandalia solution mbalimbali ambazo zinaweza kusaidia kutatua changamoto ya watoto kukataa kula. Ili uweze kuelewa vizuri kuhusu solution ambazo nimeziandaa katika video hii, nimeweza kugusia kila sababu na solution yake. Sasa ninazo sababu 12 na kila sababu itakuwa na solution yake, kwa sababu sababu zinatofautiana baina ya mtoto mmoja na mwingine. Sababu nyingine za muda mrefu, nyingine ni za muda mfupi. Kwa hiyo twende pamoja mpaka mwisho wa kipindi hiki. Sababu ya kwanza ni sababu za ukuaji. Hii ni sababu ambayo inakuwa ni kubwa zaidi kwa watoto ambao nimeweza kukutana nao, lakini wakati mwingine sababu hii inakuwa inaambatana na sababu nyingine ambazo nitazielezea, nyingine 11, lakini kwa mara nyingi ndo nimeona ikiwa ni sababu kubwa. Mara nyingi ni kati ya mwaka mmoja mpaka miaka 5. Kwa kawaida mtoto kadri anavyoendelea kukua huwa anapunguza spidi ya ukuaji. Mfano, tupige mfano mtoto aliyezaliwa na kilo 3 hadi anafika mwaka mmoja anakuwa amefikisha kilo 9, na hapa ndo tunasema mtoto anakuwa na afya. Kwa hiyo utaweza kugundua kwamba kati ya mwaka 0 mpaka mwaka mmoja ameweza kuongezeka kilo 6. Lakini hizo kilo 6 alizoziongeza ndani ya mwaka mmoja, ili aweze tena kuongeza kilo 6 nyingine, itaweza kumchukua mpaka mwaka wa 3.5. Kwa hiyo unaweza ukaona kati ya mwaka 0 mpaka mwaka mmoja mtoto anakuwa anakuwa kwa spidi kubwa, lakini anapofika mwaka mmoja kuelekea kwenda mpaka miaka 5 wanapunguza spidi ya ukuaji, na hii inaambatana pia na kupunguza uwezo wa kuwa na hamu ya kula. Kwa hiyo kadri spidi ya ukuaji inavyopungua, pia na ile hamu ya kula inakuwa inapungua. Kwa hiyo hapa watu tunasema ni kawaida kwa mtoto na haitaki kukupa wasiwasi, lakini inabidi iambatane na vitu vifuatavyo. Kwanza, mtoto anatakiwa isipite miezi 3 hajaongezeka uzito, yani isiwe uzito wake ni flat ndani ya miezi 3 na zaidi. Lakini kitu kingine, mtoto anatakiwa asirudi nyuma uzito. Kitu kingine, zile hatua za ukuaji ambazo anakuwa anazipiga asirudi nyuma. Lakini kitu kingine, aweze kuwa yuko active. Sababu ya pili ni ya upungufu wa damu. Kwa kweli watoto wengi wa Tanzania wanasumbuliwa na changamoto hii na wazazi wengi wanakuwa hawajui. Shirika la Afya Duniani linashauri au linataka mtoto kati ya miezi 6 mpaka miaka 5 awe na damu kuanzia 11 kwenda juu. Kwa hiyo katika ripoti iliyotolewa mwaka 2022 ilionyesha kwamba watoto kati ya 159 wana upungufu wa damu. Lakini hapo tunaongozwa na mkoa wa Mbeya ambao yenyewe ni 78% ya watoto ilionyesha wana upungufu wa damu katika umri huo. Kwa hiyo hili ni tatizo kubwa, kwa sababu mtoto anapokuwa na upungufu wa damu, kwanza watoto wengi wanakuwa na dalili za kuchoka. Kwa hiyo kadri mtoto anapokuwa anachoka, hata hamu ya kula inakuwa inapungua. Lakini wanaambatana na dalili nyingine, mfano kama dalili ambazo zinapelekea ulimi kuvimba, ulimi kuwa na maumivu, lakini pia ulimi kukosa ili uwezo wa kutambua ladha ya chakula. Kwa hiyo inapelekea mtoto anakosa hamu ya kula. Lakini pamoja na hapo, upungufu wa madini chuma au upungufu wa damu unapelekea tuna kitu tunaita neurotransmitters ambazo huwa zinasaidia kucontrol shibe na njaa. Kwa mtoto akiwa na upungufu wa damu anakuwa anapata shida ya kukosa hamu ya kula, au akila kidogo anajisikia ana hamu tena ya kula. Kwa hiyo hapa lengo kubwa ni kuonana na daktari aweze kujua tatizo ni nini. Kama mtoto ana changamoto zinazopelekea upungufu wa damu, zinatakiwa kutibiwa, lakini huwa tunasisitiza watoto kupewa vyakula ambavyo vinasaidia kwenye kutengeneza damu. Mfano, mtoto anapoanza kula mboga za kijani, watoto wapewe nyama, watoto wapewe maini, watoto wapewe maharage na kadhalika. Na hii nimeelezea vizuri zaidi kwenye video ambayo inazungumzia namna ya kuondoa upungufu wa damu kwa watoto wadogo. Sababu nyingine ni upungufu wa virutubishi, tunaita hidden hunger au micronutrient deficiencies. Sasa kutokana na taratibu mbovu za uanzishaji chakula au vyakula ambavyo watoto wengi wanakuwa wanapewa, unakuta wanaangukia kwenye tatizo la upungufu
wa virutubishi vya msingi, mfano kama madini zinc, madini chuma kama tulivyoona awali, vitamini A, lakini pia vitamini B complex au tunasema kwanza vitamini B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12. Kwa hiyo watoto wengi unakuta wanakuwa na upungufu wa virutubishi hivi, ambayo implication yake tunaiona kwamba mtoto anakosa hamu ya kula, kwa sababu hivyo virutubishi kwanza vingine vinasaidia kwenye mtoto aweze kupata ladha ya chakula, lakini vingine vinasaidia kwenye kuunguza kile chakula ambacho mtoto amekula. Kwa sasa kama chakula hakitumiki au kuunguzwa kutengeneza nishati, ni ngumu sana mtoto kusikia njaa kwa haraka. Msingi zaidi ni kuwapa watoto vyakula ambavyo vinasaidia kupata virutubishi hivi, ikiwemo mfano kama kuwekea mbegu za maboga kwenye uji, lakini pia kuna kuwalisha mboga mboga, kuna kuwapa matunda, lakini kuwapa mlo kamili. Hapo ndo wataweza kupata virutubishi ambavyo vinasaidia kuweza kupata hamu ya kula, lakini pia na ukuaji mzuri. Kitu cha kuepuka hapa ni kuwapa watoto vyakula ambavyo tunasema unhealthy food. Mfano, watoto kuwapa soda. Soda ina sukari lakini haina virutubishi vile vingine vya msingi nilivyovitaja. Kuna biskuti, kuna hivi vyakula kama kuwapa chai watoto, pipi. Hivi ni vitu ambavyo by the way katika definition ya chakula kwa Tanzania sasa hivi hatuviti vyakula. Sababu nyingine ni watoto kuota meno. Sasa hii mara nyingi ni sababu ambayo inaweza ikatokea kwa muda mfupi na kuondoka, lakini kwa wale watu ambao mfano wazazi ambao wanakuwa ndio uzao wao wa kwanza, huwa anapata frustration. Mtoto anapoanza kuota meno anaweza kawa na dalili za kuwa na mate mengi mdomoni, anaweza kawa na dalili za tunasema anakuwa irritable, kulialia, lakini fizi zinaweza zikawa zimevimba. Wakati mwingine mtoto anakuwa na washawasha kutafuna. Kwa hiyo katika hali hii inaweza kaambatana pia na mtoto kukosa hamu ya kula kwa kipindi kifupi. Kama mzazi unatakiwa kuwa mvumilivu kidogo, kwa sababu hii ni swala la muda mfupi, baada ya muda litaondoka. Lakini katika kipindi hicho kwa mtoto anayenyonya anatakiwa aendelee kunyonya kikamilifu. Kama ni vyakula, mpe vyakula ambavyo vipo katika dalili ya ulaini au vuguvugu. Usimpe mtoto vyakula vya baridi au vya moto sana. Sababu nyingine ni wazazi kuwapa vyakula bila utaratibu. Tunasema irregular snacking au unnecessary food. Sasa katika kila umri, mfano kuanzia miezi 6 mpaka miezi 7, miezi 7 mpaka miezi 9, miezi 9 mpaka miezi 12, mwaka mmoja mpaka mwaka miwili na kuendelea, kuna utaratibu na kiwango cha kumpa mtoto chakula. Nimeelezea vizuri katika video iko hapo juu, unaweza kaangalia na kuweza kujifunza. Kwa hiyo kila umri kuna utaratibu wake. Nitatoa mfano kwa mtoto ambaye ana mwaka mmoja na kuendelea. Tunasema ale angalau mara hizo 5. Sasa kama ni mara 5, inatakiwa mfano asubuhi amekula chakula labda saa 1, saa 4 anatakiwa ale snack. Mchana kama saa 7 ale chakula. Saa 10 ale snack. Saa 12, saa 2 ale chakula pia. Inavyotokea kwamba katika hayo katikati ya masaa unampa vitu vingine ambavyo ni unnecessary, au unampa vyakula, mfano unampa maziwa kupitiliza, unampa maji kupitiliza, unampa hivyo labda pipi, soda na nini, hivyo vinaenda kukata mtoto hamu ya kula. Kwa hiyo wakati mwingine unaweza kukuta unampa vitu kidogo kidogo, mwisho wa siku vinaweza kuathiri ile hamu ya kula vyakula vikuu. Kwa hiyo unatakiwa ufuate utaratibu maalum, mtoto umpe space ili anapofikia ule wakati wa kula anakuwa na hamu ya kula, kuliko labda kila baada ya nusu saa umempa hiki, baada ya dakika 10 umempa hiki, unakuta una disrupt hamu yake ya kula. Sababu ya 6 tunasema ni infections au magonjwa ambukizi. Kundi la watoto, yapo magonjwa ambayo yanawaathiri sana watoto, mfano magonjwa ya mfumo wa upumuaji, watoto wanapata pneumonia, lakini kuna magonjwa kama ya masikio, kuna magonjwa kama ya ngozi, na kuna magonjwa mengine ya muda mrefu, mfano kama HIV, kuna magonjwa kama TB. Haya ni maradhi ya aina mbalimbali ambayo anaweza kumpata mtoto. Sasa katika kipindi hicho mtoto anakuwa pia anapoteza hamu ya kula. Cha kufanya ni kuhakikisha mtoto anapata tiba. Mfano mtoto anapokuwa labda anapumua kwa shida, mtoto anapata homa, mtoto anaharisha, anatapika, hiyo haitaki kusikilizia. Ni haraka mtoto anapata huduma ili aweze mambo mengine yaweze kuendelea. Na ikichukua muda mrefu ndio hiyo watoto wanaangukia kwenye utapiamlo. Mfano mtoto ana TB na haijaweza kugundulika. Mtoto kadri anavyokuwa anaenda, uzito kwanza uongezeki, unarudi nyuma, inafikia muda anaingia kwenye utapiamlo. Kwa hiyo kuna ulazima wa mtoto kupatiwa matibabu haraka iwezekanavyo.
Sababu ya 7 ambayo nimeweza kuiona kwa watoto wengi, hii nimeona niiweke yenyewe kama yenyewe, ni magonjwa ya moyo. Simaanishi yale magonjwa ya watu wazima. Kuna watoto ambao wanazaliwa na tunaita CHD au congenital heart. Pale mtoto inapotokea kwamba maumbile ya moyo yamezaliwa yakiwa na kasoro. Kwa hiyo watoto wengi ambao nimewapokea na wengine wanakuwa kabisa na utapiamlo, inatokana na sababu hiyo. Kwa hiyo mtoto unaweza kukuta anapumua kwa shida, mtoto anashindwa kunyonya, mfano unamweka kwenye ziwa, ananyonya dakika 5 anaacha, na mtoto aongezeki uzito, mtoto anakuwa wa blue, mfano sehemu za midomo, sehemu za ulimi, sehemu za vidole, au wakati mwingine hata kucha zinakuwa zimebadilika, zinakuwa muonekano wake sio kama wa kawaida. Kwa hiyo hizi ni dalili ambazo utaki kuvumilia, kwa sababu matibabu yake yapo. Utafika hospitali ambayo ipo karibu, akigundulika atapewa rufaa kwenda hospitali ambayo inashughulika na matibabu ya moyo kwa watoto. Sababu nyingine ni utaratibu mbaya wa ulishaji. Kwa hiyo unaweza kukuta mtoto wakati mwingine anakataa kula, ni vile tu unavyomposition kwenye kumlisha. Mtoto mwingine unakuta anakula huko anagombeshwa, mtoto anakula kiboko kiko pembeni. Ni sawa, at some point hizi zinaweza zikafanya kazi, lakini in long run mtoto unakuta anaanza kukataa chakula. Sasa unatakiwa kuwa mbunifu kwenye unavyokuwa unamwandalia mtoto chakula. Kwanza kuna namna ambapo unaweza kuwa unabadilisha vyombo kila siku. Leo unampa cha rangi fulani, kesho cha rangi fulani, kesho kuto unampa chenye umbo la mdoli hivyo. Lakini pia wakati mwingine unabadilisha wale watu ambao wanakuwa wanamlisha chakula. Kama imezoeleka dada wa kazi au mama ndo anamlisha chakula, wakati mwingine unamwambia labda baba ndo anasaidia kwenye kumlisha mtoto. Lakini pia wakati mwingine kutengeneza mazingira rafiki. Ulishaji, mlishaji awe mvumilivu, lakini pia kuendana na mazingira ya watoto. Labda anakula unamuongelesha, kuliko kwenda kwenye kuforce, kutumia nguvu, mwisho wa siku mtoto akakataa chakula mazima. Sababu ya 9 tunasema ni stress. Watu wengi ukiwaambia mtoto anaweza kupitia stress hawaamini, lakini kwa namna fulani mtoto pia anaweza kupitia stress. Labda mtoto kama mzazi amepata mtoto mwingine, lakini pia kama mmehama eneo, au mtoto anaenda shule, au amebadilisha marafiki, hii inaweza ikampa stress, na hiyo inaweza ikaathiri pia uwezo wake wa kula chakula. Kwa hiyo kama umegundua hiyo sababu ya mtoto kushindwa kula, labda umemhamisha, umemtoa sehemu moja umepeleka sehemu nyingine, mmehama eneo ambalo alikuwa amezoea, kama ndio hiyo, unaweza kaangalia njia bora ya kuweza kumsaidia mtoto. Lakini sababu nyingine tunasema ni mtoto kuogopa chakula. Tunaita food neophobia. Yaani mtoto kuogopa chakula au chakula ambacho hajakizoea. Mfano, mtoto labda unampikia chakula kina rangi tofauti na aliyoizoea, au harufu ambayo hajaizoea, au chakula kabisa ambacho ni mara ya kwanza kukianza kula. Kwa hiyo inaweza ikatokea mtoto akana kataa, wewe labda umeshaambiwa kwamba chakula fulani ni kizuri. Mfano mtu kuna namna mnaambizana kwamba huu ni ujirishe, unasaidia kila kitu, au mwekee chakula fulani, mchanganyie vitu fulani, atakula vizuri. Lakini mtoto hivyo vitu ndio kwanza anaviona, ndio kwanza anavionja. Kwa hiyo inaweza ikampelekea ugumu, na badala yake unatakiwa kumwanzishia mtoto taratibu taratibu. Lakini pia wakati mwingine unatakiwa muonyeshe mtoto pia kwamba na wewe hicho chakula unakila. Kama ni chakula kigeni, hajawahi kunani, usimtengee kwamba ndio chakula chake. Na yeye pia umeonyesha mtoto kwamba hicho chakula kinalika, unakula. Bila shaka na yeye ataanza kuadapt taratibu taratibu. Sababu nyingine ni usingizi hafifu. Tunajua kwamba watoto wanahitaji muda mrefu sana wa kuweza kusinzia. Na wakati mtoto anapokuwa amelala, ndio muda ambao mfumo wa homoni huo na calibrate, unaweka mwili wake sawa. Kwa hiyo kama mtoto anakuwa anaenda na pattern ya mtu mzima, labda nyewe mnalala saa 4 na mtoto analala muda huo, mnaamka saa 10 na mtoto anaamka saa 10. Kwa hiyo mtoto anakuwa pati muda wa kutosha kuweza mwili wake kucalibrate, ambapo moja wapo inachoathiri ni vichocheo vinavyozalisha hamu ya kula, lakini pia vinavyosaidia kwenye mtoto kucontrol shibe yake. Kwa hiyo cha msingi ni mtoto kupata muda wa kutosha wa kusinzia, lakini alale sehemu tulivu ambayo haina usumbufu. Sababu ya mwisho ambayo hii ni very common ni kuhusu habari ya minyoo. Tunafahamu kwamba mtoto akishafikia mwaka mmoja huwa anaanza kupewa dawa za minyoo. Sasa kuna wale watoto ambao wana miss au wapo katika maeneo ambayo yana hatari zaidi kuweza kupata minyoo. Mfano mazingira ambayo ni machafu, watoto ambao
wanakuwa exposed kwenye minyoo. Hii pia inaweza ika-affect aina mbili. Inaweza kumfanya mtoto ale sana, au inaweza kumpelekea mtoto akose hamu ya kula, inaweza kumpelekea mtoto akaingia kwenye upungufu wa damu. Kwa hiyo hapa kana kuwepo kama cycle fulani. Kwa hiyo na yenyewe inakuwa ni sababu kubwa ambayo inaweza kupelekea mtoto akakosa hamu ya kula na akaweza kuangukia kwenye utapiamlo. Nimeweza kuzungumza kwamba wakati mwingine upungufu wa hamu ya kula au kukataa chakula inaweza ikawa swala la muda mfupi au inaweza ikawa swala la muda mrefu. Kwa hiyo sasa kuna dalili ambazo tunasema ni za hatari. Nimezungumza kwamba kukosa hamu ya kula au kukataa chakula inawezekana swala la muda mfupi kutokana na sababu mbalimbali tulizoziona, au swala la muda mrefu. Lakini kuna vitu ambavyo vikitokea kwa mtoto wako ni dalili za hatari, unatakiwa uchukue hatua ya haraka. Ya kwanza ni mtoto kupungua uzito. Hii sio dalili nzuri. Inawezekana anapungua uzito au umeenda mahudhurio 3 kliniki, mtoto kilo haziongezeki. Hiyo sio dalili nzuri. Lakini kitu kingine ni mtoto kurudi nyuma katika hatua za ukuaji. Watoto wengine wanakuwa wameshaanza kutembea, mfano na mwaka mmoja ameshaanza kutembea, inafika hatua anaanza kushindwa kutembea, anaanza tena kutambaa au anaanza kukaa. Hiyo sio dalili nzuri. Kwa hiyo unatakiwa uchukue hatua mapema, kwenda kituo cha afya au kumuona daktari. Lakini pia kitu kingine ambacho unatakiwa uchukue hatua haraka ni mtoto kukataa kila aina ya chakula unayompa. Tunajua kwamba tunazungumza habari ya food neophobia, kwamba mtoto anaweza kaa anaogopa vyakula fulani au anavikataa, lakini ikitokea kila chakula unachompa anakataa, hii sio dalili nzuri. Tafuta usaidizi mapema, kwa sababu automatically mtoto atarudi nyuma kiafya. Lakini kitu kingine ni mtoto kuwa na dalili mfano za kuonyesha dalili za waziwazi za kukonda, lakini kuna uvimbe tunaita edema, lakini pia kuna habari za kutapika, kuharisha, kupandisha homa. Pale mtoto ulishaji wako unachukua zaidi ya nusu saa, mfano kwenye kila chakula unamlisha zaidi ya nusu saa, hiyo pia sio dalili nzuri. Kwa hiyo unatakiwa take action mapema. Bila shaka uliweza kuangalia mpaka mwisho, umeweza kupata kitu, na nakusisitiza uweze kusubscribe, kwa sababu kwa kufanya hivyo unakuwa una support channel hii, lakini utakuwa mtu wa kwanza kuweza kupata taarifa ambazo tunakuwa tunazitoa hapa kwenye channel hii. Lakini zaidi kama utakuwa na watoto wale wenye uhitaji maalum, mfano watoto wenye ulemavu, watoto ambao wana changamoto mbalimbali za kiafya, usisite kuwasiliana nami, nitaweza kukuelekeza ni nini ufanye kulingana na mahitaji ya mtoto wako. Lakini wengine pia kama hizi solution nilizozitoa umefanya hazijaweza kutoa matokeo, pia tuweze kuwasiliana. Tutane wakati mwingine.